Amina. Kwa jina naitwa Godfrey Mwalongo, mtumishi wa Mungu naipatikana katika huduma ya Emmanuel Ministry. Leo tunakuletea somo linahusu ndoto. Nini maana ya ndoto na tafsiri zake kibiblia? Ndoto ni lango kama malango mengine ambalo Mwenyezi Mungu amemwekea mwanadamu yoyote anaishi hapa chini ya jua, ili Mungu apate kuingia kwake na kumfundisha kanuni, taratibu na sheria zake na njia zake, ili Mungu apate kumwokoa yeye na wengine. Ndoto Mungu anakuonya mambo yatakaye kupata baadaye, ili Mungu apate kuokoa wewe, waombee na wengine. Ndoto Mungu anakuonya hata mambo yatakayowapata wengine baadaye, ili Mungu apate kuokoa wewe, waombee na hao wengine uliota kwenye ndoto. Leo tunajifunza somo linahusu ndoto. Ukiota ndoto unaiona rangi nyekundu, umeona vazi la rangi nyekundu, au unaiona rangi nyekundu ndotoni unaota, nini maana yake? Tafsiri yake Biblia. Mungu anakujulisha unaingia msimu, unaingia kipindi, unaenda kufanikiwa jambo, anakujulisha unaenda kufanikiwa jambo, linakujia jambo, lakini pia limebeba vita au utalipokea na vita. Limebeba ufalme, kujulikana, kutambulikana, kujulikana au kumiliki na utawala. Limebeba umiliki na utawala, utalipokea. Itakulazimu upitie upinzani na vita ili ulipokee, uketi na kufanikiwa. Pia baada ya kupokea au kufanikiwa hilo jambo, hilo rangi hiyo nyekundu unayoiona, utaandamwa na roho ya kiburi, kujisifu na matukano badala ya kumtukuza Mwenyezi Mungu na kumsifu Mwenyezi Mungu. Mungu anakuonya utalipokea hilo jambo lilobeba ufalme, umiliki na utawala, lakini pia utaandamwa na roho ya kiburi, kujisifu na matukano. Rangi nyekundu au vazi jekundu unaliota ndotoni umevaa, unaenda kulipokea jambo lililobeba ufalme au utawala au umiliki, unaingia kulipokea, lakini limeandamwa, litaambatana na vita, litaambatana na upinzani. Lakini pia baada ya kulipokea hilo jambo, kuketi kwenye hilo jambo, kupokea umiliki na utawala, utaandamwa na roho ya kujisifu, matukano na kiburi baada ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo 17:4 Biblia inasemaje? Ufunuo 17:4 na kuendelea, Biblia inasemaje? Akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na mwanamke huyo alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu. Alikuwa ameketi huyu mwanamke jangwani, amepambwa, amevikwa nguo ya rangi nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, hizo dhahabu. Naye alikuwa na kikombe cha ghadhabu mkononi mwake, kilichojawa na machukizo. Taandamwa na roho ya machukizo, kujisifu, kujiinua na kiburi badala ya kumtukuza Mwenyezi Mungu, kilichojawa na machukizo na machafu na uasherati wake. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Baada ya kupata hilo jambo la kifalme, hilo jambo la vazi hilo jekundu ulioliota, la kumiliki na utawala, utaandamwa na roho ya kujisifu na kiburi na badala ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Omba rehema, omba toba, ili Mungu akunusuru. Usiwe na mambo ya kiburi na usiwe na mambo ya makufuru baada ya kulipokea jambo lolote hapo kwenye biashara yako, taasisi yako, kwenye kampuni yako. Uwe na unyenyekevu, uwe na ustahimili, kutii hata kama umepokea kitu chema ambacho unaona ni cha thamani, ni bora sana. Nyenyekea kwa Mwenyezi Mungu ili apate kukurekebishia hali yoyote, upate kuendana na yeye, wala usiwe na kiburi na kujisifu na majivuno. Usiache kusubscribe, bonyeza kitufe cha kengele, subscribe ili Mungu anakujulisha upate kujua muda sahihi na wakati sahihi Mungu anasema na wewe, ili usiandamwe na roho ya majivuno na kumtukana Mwenyezi Mungu na kutukana na kukufuru na makufuru na kujawa na makufuru. Asante hata kwa kunisikiliza. Hata wakati mwingine Mwenyezi Mungu akutujalie uwe na wakati mwema. Amen.